Naomba msamaha binti yangu. Inawezekana makosa tunayofanya sisi kama vijana kuna wakati yanagharimu maisha ya wazazi wetu ama familia zetu. Na hii imekuja baada ya video ambayo inaendelea kutembea sasa hivi kwa spidi sana kwenye social media, inayomuonyesha mama mzazi wa mfanyabiashara na mwanamitandao Niffer akiomba msamaha, akilia kwa uchungu, akimwombea msamaha mtoto wake Niffer ambaye amekamatwa na jeshi la polisi hivi karibuni, wakati ambapo kulikuwa na vuguvugu la masuala ya maandamano pamoja na uchaguzi mkuu Oktoba 29. Baada ya pale ikaonekana vitu vingi, watu wamechoma vituo vya mafuta, lakini vile vile uharibifu mkubwa ambao umefanyika tumeutazama huko kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hatua hiyo ilipelekea jeshi la polisi kumshikilia Niffer, of course kwenye mamlaka, na kufanya uchunguzi, kumhoji na vitu kama hivi. Sasa hivi tunapozungumza it's almost siku ya ni wiki ya pili hii inaelekea Niffer akiwa bado ameshikiliwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa taarifa hizi baada ya kusambaa na mamlaka kuchukua hatua, usiku wa jana kuamkia leo, video ya mama mzazi wa Niffer imechukua headline sana. Video hiyo inamuonyesha mama huyo akiomba huruma, lakini vile vile msamaha moja kwa moja kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Niffer anasema kwamba mtoto wake makosa ambayo ameyafanya angeomba asamehewe, kwa sababu Niffer amekuwa kiungo kikubwa sana cha familia yake. Anasaidia wadogo zake, lakini vile vile hata yeye. Kwa kifupi yeye ndio anaendesha familia ya mama yake pamoja na wadogo zake, pengine hata baadhi ya watu ambao wapo kwenye mzunguko wake wa maisha. Kwa kuwekwa ndani kwa almost wiki mbili, kuna mambo mengi yamelala, mambo hayaendi, biashara zake sio tena vile kama ambavyo tumekuwa tukiziona zinafanya vizuri kipindi ambapo yeye alikuwa yuko uraiani. Video ya mama Niffer hii hapa, naomba ukaitazame alafu nitarudi hapa kuzungumza kitu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamoo mama, shikamoo mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mamangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama nitokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jennifer Jovin Bilikuija, almaarufu Niffer. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumuombea msamaha. Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kukuomba mama. Mwanangu ni tegemezi katika familia yetu mama. Hatuna kumtegemea zaidi ya Niffer mamangu. Niffer ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania. Naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje ametetereka na rifi mwanangu. Mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu Suti, na ikawa imekubalika sana. Hiyo yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukuwa respect kama mheshimiwa rais wetu mama. Namtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea, wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umwa mamangu. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa mheshimiwa rais. Ndugu zangu, amekosea, natambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea sisi, wa kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamehe Niffer, amekosea, natambua makosa yake, naomba utusamehe. Naomba utusamehe mama. Naomba msamaha binti yangu. Hatari sana. Na huyo ni mama yake mzazi Niffer. Umemsikia hapo alichokuwa amekizungumza. Kama mnakumbuka, jeshi la polisi kupitia Kamanda Murilo aliwahi kuhojiwa na kituo kimoja cha habari, akawa anasema, akaainisha makosa ambayo Niffer yeye amekutwa nayo.
Akasema kwamba makosa hayo anayotuhumiwa Niffer ni pamoja na kuhamasisha watu kufanya fujo siku ya uchaguzi, kuhamasisha watu kuchoma vituo vya mafuta, kuhamasisha watu kuwashambulia askari polisi. Umeona bwana. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba makosa haya kiukweli sio makosa madogo, ni makosa mazito sana. Hapa nilipo ninafanya jitihada za kumtafuta mwanasheria nizungumze naye ili aniambie kutokana na makosa ya namna hii, endapo mtu atapatwa na hatia kwa vitendo vya namna hii. Na ukizingatia kiukweli tumeona vituo vingi vya mafuta vimeharibiwa sana kwenye jiji la Dar es Salaam, mikoani, katika mikoa mikubwa huko na maeneo mengine, lakini vile vile miundombinu tofauti ya kiserikali pamoja na ya watu binafsi imeharibiwa. Na zipo hizo taarifa wanasemekana kwamba bwana Niffer alikuwa anaendesha makundi kwenye mitandao ya kijamii, ana mobilize makundi ili aweze kufanya hiki ambacho kimefanyika kwenye taifa hili. So muda wote kutoka sasa nitakapompata mwanasheria wangu, nimejaribu kumpigia asubuhi hii, naona hajashika simu, pengine majukumu na nini. Nitakapompata bwana Upupu Podcast inabidi ufahamu makosa haya yanagharimu kifungo kipi ama adhabu ipi pengine mtuhumiwa anaweza akaipata. Endelea kubaki hapo hapo Upupu Podcast, like, comment, subscribe kwa taarifa zaidi ambazo zimekuwa zikitokea kwenye maeneo tofauti. Mimi naitwa Dr. Upupu.